Karibu katika sehemu ya 6, urithi na somo kwa maisha yetu, kupitia wimbo wa Fan J Crosby wa Usinipite Mwokozi. Rafiki yangu, karibu tena kwa mara ya mwisho. Tumekuwa pamoja katika safari ndefu ya maisha ya Fan Crosby. Leo tunafika mwisho wa safari yetu. Lakini mwisho huu si mwisho tu, ni mwanzo wa kitu kipya moyoni mwako. Fanny Crosby aliendelea kuishi na kufanya kazi kwa nguvu zake zote. Hata akiwa mzee, hata mwili wake ukiwa dhaifu, moyo wake uliendelea kuimba, uliendelea kutumaini, uliendelea kumsifu Mungu. Alifariki tarehe 12 ya mwezi wa pili mwaka wa 1915 akiwa na umri wa miaka 94. Baada ya maisha ya miaka 94 ya upofu, maumivu na sifa kwa Mungu, jiwe lake la kaburi lina maandishi haya: Fan Crosby alifanya mema zaidi ya watu wanaoona. Rafiki yangu, ninataka kukuuliza swali moja. Fanny Crosby alipoteza macho yake akiwa na wiki 6. Akapoteza mtoto wake. Aliishi katika giza la kimwili kwa miaka 94 yote. Lakini hakupoteza kitu kimoja muhimu zaidi. Hakupoteza imani yake. Hakupoteza furaha yake. Hakupoteza wimbo wake. Wewe na mimi tunaweza kuona kwa macho yetu. Tunaweza kusoma, tunaweza kutembea na kuona uzuri wa ulimwengu huu. Lakini mara ngapi tunalalamika? Mara ngapi tunasema maisha ni magumu? Mara ngapi tunaacha kuimba wimbo wetu kwa sababu ya tatizo moja dogo? Fanny alituachia ujumbe huu: hali yako ya nje haiamui wimbo wa ndani yako. Maumivu ya leo yanaweza kuwa nyimbo za kesho. Giza unalolipitia linaweza kuwa nuru kwa mtu mwingine. Na kila mara utakapoimba, karibu katika story ya mtu mwingine tena, mtunzi wa nyimbo za Kikristo, na kushauri usubscribe katika channel yetu hii ya historia za watunzi wa nyimbo za Kikristo, ili uweze kuendelea kupokea hadithi mbalimbali. Na unaweza ukacomment hapo chini, unahitaji kusikiliza hadithi ya mtunzi wa wimbo gani wa Kikristo.